haya ni makazi yetu, na kama ni makazi yetu tunashangaa watu wameingiza machimbo ya mchanga halafu walikotokea sisi hatutambui, na tukijaribu kuuliza ni kwa nini tunaambiwa nyie hapa sio kwenu, hapa mnatakiwa muondoke, mwenye eneo ndo katuatuma sisi tuchimbe mchanga hapa. Sasa mwenyewe nani? Na kati sisi wananchi ndo tunakaa hapa. Nilirudi tena kwa mwenyekiti, nilivyorudi kwa mwenyekiti nikakusanya na wananchi wenzangu tukaenda pale. Tulivofika pale tulirudi pale. Tulivofika pale mwenyekiti akawaambia kesho na wahitaji mje ofisini tulizungumza hili swala liishe. Tulivyoenda ofisini hatukuona mtu yoyote yule. Wakaendelea kuchimba, wakaendelea kudondosha na nyumba zingine. Na hayo machimbo ya mchanga sio rasmi, haya ni makazi, wanakuja kuchimba kwenye makazi yetu sisi. Ila wanachokifanya sasa, kwa safari hii walichokifanya, mvua hizi zilizonyesha, yani ndio kwanza wamechimba mashimo makubwa hata ukisogea kwenye bwawa pale. Ukiangalia juzi kati wamama wameokoa watoto wawili wanaenda shule, wanataka kutumbukia pale. Na sasa hivi hatuwezi kuruhusu watoto wakaenda wenyewe shule kwa sababu mashimo yale ni makubwa mno. Mashimo ya mchanga juzi kati tumeokoa watoto wawili, walikuwa wanabebwa na maji, tumepiga kelele wamama, tumezama kwenye maji tunaokoa watoto. Hii hali mpaka lini? Bado wanachimba na kuendelea kusema watachimba tena watachimba. Na nyumba wameangusha nyumba 2. Nyumba moja ni ya kwangu. Serikali ina mkono mrefu, inafika kila mahali. Pia ina macho yanaona nchi yote. Malalamiko yetu kwa mama na serikali yote kwa jumla, tunateseka, tunaishi kwa mateso sana. Watoto wanateseka, hususan machimbo wamechimba mpaka watoto wanabebwa na mafuriko. Sisi tukiwa kama wamama na wewe mama ukiwa kama mama, watoto wetu wanateseka, hawaendi shule. Hatufanyi chochote, tupeleke watoto shuleni, tufuate watoto shuleni. Vitisho vingi kwa wachimba mchanga. Tunaomba uliangalie hili. Mama, tunaomba utusaidie wewe na serikali yako, mkurugenzi, halmashauri, sijui mkuu wa wilaya nani. Tunaomba utusaidie, sisi ni Watanzania, tuna haki ya kuishi popote katika nchi yetu. Watoto wetu wanapata shida. Uchimbaji wa mchanga umejitawala, wanachimba mashimo makubwa, watoto wanatumbukia kwenye maji, tunafanya kuwaokoa. Mpaka sasa hivi watoto tunafanya kuwasindikiza wakienda shuleni, huwezi kumwacha mtoto akaenda peke yake. Serikali kuu ina mkono mrefu. Tunaomba itizame hii migogoro ya ardhi, tunapata shida, tunateseka, watu wanapata shida, kuna wajane, kuna wazee. Kwa kweli tunaomba serikali tuangalie kwa jicho la pili. Sisi ni Watanzania halisi, tuna haki ya kuishi. Wachimba mchanga kwetu ni kero, mashimo ni makubwa, nyumba zetu zinaondoka na wachimba mchanga. Kwa hiyo tunaomba serikali tuangalie kwa jicho la pili. Uchimbaji wa mchanga kwa kweli unatuathiri kwa kiwango kikubwa sana hapa. Kwanza majumba yetu yanaporomoka. Pili, watoto wanashindwa kuvuka kwenye maji kwenda shule. Lakini tatu, hali imekuwa ngumu ya usalama wa wananchi kwa sababu wachimba mchanga wanatishia sana watu na mapanga, ikiwemo wengine tayari wameshajeruhi. Changamoto kubwa ni katika barabara yetu ambayo tunapitia, kumechimbwa sana, kwa hiyo tunapata tabu sana katika kuvuka hapo kwa sababu kuna wadogo zetu wengine hawezi kuvuka. Kwa hiyo inakuwa changamoto katika kupita. Kulivyochimbwa hiyo ndio tunapata tabu ya njia. Palivyochimbwa hivi kunasababisha yani maji yanavyojaa hapa kunasababisha athari kubwa kwa sababu wadogo zetu ni wadogo hawezi kupita. Njia yetu ilikopo hapa, lakini kwa sababu imechimbwa kwa hiyo lazima tuzunguke ili ndio tupate kufika shuleni kwa haraka.